Na wabariki ndugu wapendwa. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi. Kwa makanisa ya watakatifu wote, basi leo ningependa twende tukajifunze juu ya ubatizo. Tazama katika kitabu cha Mathayo 28:19, Yesu alisema, "Endeni mkawafanye mataifa mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu." Sasa je, ubatizo huu ni sahihi? Najua wengi wetu tumebatizwa ubatizo huu. Sasa tunatakiwa tuyachunguze maandiko. Je, ni sahihi? Neno la Bwana linasema mkawabatize kwa jina, si kwa majina, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake kuna jina moja tu ambalo tunatakiwa kubatizwa. Sasa leo tunataka tumjue huyu Roho Mtakatifu ni nani, Mwana ni nani, na Baba ni nani, na kwa nini tunaambiwa tukabatizwe kwa jina na si kwa majina, na hili jina ni lipi? Tazama katika kitabu cha Luka 1:31, nayo inasema, "Tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto, naye jina lake utamuita Yesu." Sasa je, ili jina tunaloambiwa tubatize ni jina la Yesu? Na huyu Roho Mtakatifu ni nani? Na huyu Baba ni nani? Na huyu Mwana ni nani? Mungu ni mmoja, nafsi moja. Tazama yeye anasema katika kitabu cha Yeremia 22:5, anasema kwamba, "Naapa kwa nafsi yangu na si kwa nafsi zangu." Na anasema katika kitabu cha Yohana 5:43, "Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, lakini hamkunipokea." Ni nani huyo anayezungumza? Huyu ni Yesu Kristo. Na Biblia inatuambia nendeni mkabatize kwa jina na si kwa majina. Sasa ni jina lipi hilo? Hapa anasema utamzaa mtoto na jina lake utamuita Yesu. Sasa twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:38. Nayo inasema, Petro akawaambia, "Tubuni dhambi zenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo." Na ukisoma katika Matendo ya Mitume, tena hapo Matendo ya Mitume 19:2, nayo inasema, Paulo aliwauliza, "Mmekwisha mpokea Roho Mtakatifu?" Nao wakasema, "La, hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu." Akawauliza, "Mmebatizwa kwa ubatizo gani?" Nao wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Naye akawaambia, ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa toba. Walipoyasikia hayo, wakatubu dhambi zao, wakabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Tutazame tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10:48, napo inasema, "Akawaamuru wakabatizwe katika jina la Yesu Kristo." Sasa wengi tumebatizwa ubatizo wa jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu pasipo kuyachunguza maandiko. Mungu aliposema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hakumaanisha hivyo. Tunaposema jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunatengeneza kuwa Mungu watatu. Zile ni sifa katika utendaji kazi. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni sifa. Kama leo hii mimi ninavyoitwa Amos, mimi ni Baba, mimi ni Mwana, mimi ni Roho ndani ya mwili. Sasa jina pekee tuliloambiwa ni kubatiza ni katika jina la Yesu Kristo. Ndilo jina pekee tulilopewa. Sasa huyu Roho Mtakatifu ni nani? Huyu Baba ni nani? Na huyu Mwana ni nani? Huyu Baba, hizi zote ni sifa. Baba ni katika nafasi ya uumbaji. Sifa hiyo yeye aliziumba mbingu na nchi. Mwana, yeye alifanyika mwili. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, naye akafanyika mwili akakaa kwetu.
Yohana 1:14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, akabatizwa, akafanywa kafara, akaondolewa dhambi. Roho Mtakatifu akashuka kumpa nguvu ili azifanye zile kazi alizotumwa na Baba. Kwa maana yeye amekuja kwa jina la Baba yake, lakini hatukumpokea. Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yako baada ya kubatizwa. Unaweza ukabatizwa ukaendelea na matendo yako ya kidunia. Kuna watu wengi makanisani tunawaona wamebatiza, lakini stili bado ni wazinzi, ni wezi, majambazi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawana Roho Mtakatifu ndani yao, lakini wanakwenda makanisani na wanatoa zaka na sadaka, wanajiita Wakristo. Wanatumia kivuli cha dini kuficha maovu yao, lakini kumbe ni watenda dhambi. Roho Mtakatifu hayuko ndani yao. Lakini unapompokea Roho Mtakatifu, anakubadilisha yale matendo yako na kukuweka katika ile hali ya kiungu, kwamba wewe sasa unamtumikia katika roho na kweli. Kwa hiyo lazima tubatizwe katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Hili ndilo jina ambalo tunatakiwa kubatizwa Wakristo wote, na si kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninapa kwa nafsi yangu, yeye ni mmoja. Tunapotengeneza Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tukabatiza katika jina Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tunamfanya yeye kuwa watatu. Ni sawa na kusema Musa na Elia na Yakobo. Yeye si watatu, yeye ni mmoja azichukuae dhambi za ulimwengu. Zile ni sifa katika utendaji kazi. Ile ni siri iliyofunuliwa siku ya Pentekoste, ambapo Petro alikuwa akihubiri, akamwambia, tubuni dhambi zenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye alikuja kwa jina la Baba yake. Yeye ni mmoja. Ndugu zangu, tuyachunguze maandiko, tutembee katika utimilifu wa neno lake. Yeye alikuja kwa ajili yetu, kutukomboa sisi. Tunapoomba, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Ewe pepo toka. Hatusemi katika jina la Mungu, kupitia jina la Yesu Kristo. Mungu nisaidie. Tunapitia kwake. Nendeni mkabatize kwa jina, si kwa majina. Utazaa mtoto, jina lake utamuita Yesu. Ninapa kwa nafsi yangu. Ndugu zangu, tusome na tuyachunguze maandiko. Nenda kasome vizuri katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:38, Matendo ya Mitume 19:2, lakini pia katika Matendo ya Mitume 10:48. Wote waliompokea yeye aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amina.